creation. Inasema yote akiwa ndani ya Kristo sasa ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Yamepita. Tazama ni mapya. Mambo mapya. Amen. Usitishwe na mambo ya dunia. Usitishwe. They must come. Lazima yaje ili Mungu aonekane. Hallelujah. Don't say the devil rudi usipige kilimambo. Kama unakuja kwangu, Mungu anamwambia kama wewe kuja tuonane. Dadili na wewe ndo kumundu. Dadili na wewe kabisa. Ndio. Kupitia kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni zaidi ya upanga ukatao kuwili. Tena ni kali. Na ni kali. The just shall live by faith. Wenye haki wataishi kwa imani tu. So you only need to be a justified person. Basi ndai tu kwa mtu mwenye haki. Umehesabika haki. Ukiangaliwa kwa wokovu uko sawa. Maana hapo ndio tuko. When you know and you are within your ground and your jurisdiction. Ukijua na uko katika laini yako na mali yako. Nothing can push you. Hakuna kile kitakusukuma. Kwani jioni utaenda kwa jirani useme hapo ndio kwako. Hakuna. Utaingia kwako. Maana unajua kwako. Si ndio? Hapo si ndio utaenda. Na ukijua haki yako na sehemu yako ndani ya Mungu. Who is the devil to tunya you? Hawezi akakutunya. Hawezi akakutunya. Maana jioni utaingia kwa nyumba yako. Kwa yako. Hii street itakuwa haina watu. Watu wataingia kwa manyumba yao. Wow. Amen. Unajaribu kuingia kwa jirani useme hapa ndio kwangu kesho. Wewe. My friend. Toka. My friend. Kama moto. Imani inakupatia uhakika na ujasiri. Thibitisho. Yes. Hello? Na ujasiri na ushuhuda kunena. Ndio. Kwani uliokoka nusu? Uliokoka kabisa sasa. Nimalizia. Ndio imani iwe iko kamilifu. Imestawajika. Yes. Ndio. Iwe ukiongea mambo inatendeka. Karibu sana. Kamera karibu sana. Tukiwa kwa ndani tunakupenda. So we are talking about the faith. Tunaongea kuhusu imani. The supernatural power. Ile hisia ambayo sio ya kawaida. That you can operate. Ambayo unaweza fanyia kazi. Beyond every other sense. Kupita hali nyingine yote ya hiyo hisia. Five common senses of a human being. Ya kupita ile hisia tano za mwanadamu wa kawaida. But there is one which is supernatural not for human beings. Lakini kuna moja ambayo si ya kawaida imepita kwa mwanadamu. When you get saved, ukipata kuokoka unapewa hiyo. Unaambiwa operate na hii, tumianga hii. Kama vile Musa alikuwa na fimbo. Yes. Na wewe unashikilia imani. Unatumia imani kila mahali. Na imani inaamurisha milima ikaweza kuondoka. And the worst part of it. Na ile hali mbaya kuhusu. The Bible says. Biblia inasema without faith, bila imani. Hello? Without what? Bila imani. Without faith you cannot please God. Bila imani hawezi mfurahisha na kumpendeza Mungu. If you don't please anybody. Basi kama haupendezi mtu yote. That is the opposite of pleasing. Kama upendezi Mungu unamuudhi. Kama Kiswahili kwa sababu unamuudhi. Kama una imani unaudhi Mungu. Unaudhi Mungu tu. Kama uko na imani unampendeza. You please God. Unampendeza tu. Na Mungu akicheka. Mambo yanabadilika. Amen. Amen. So when you apply your faith, basi unapotumia imani yako, then you are power. Basi. And how does this faith come? Basi imani huja aje? Inakujanga aje? Aje. Buza jirani yako muulize imani inakuja aje? That's why Romans 10:17. Warumi 10:17. What does it say? Inasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Imani huja. Kwa kufanya nini? Kwa kusikia na kusikia tena neno la Mungu. If you don't hear the word of God, you don't listen, you don't eat. Maana neno la Mungu ni chakula. Wewe umetegemea githeri na mkimo kila siku. Na chai na mkate. That one is not enough. Haitoshi. I say that one cannot build your faith. Nasema jenga imani yako. Your faith has got legs. Bas imani yao haijafika. Hello, are you hearing? Nasikia. Because faith comes. Imani huja. Si ukisikia nikikwambia kuja majalisi kwa miguu, si utatembea? Yes. Sasa imani
iko na miguu, iko na mwili yake inakuja. Unapoendelea kusikia neno la Mungu, naendelea kukuja kwako. Naendelea kukuja kwako. Naendelea. Ukikosa kusikia neno la Mungu, inasimama stagnant. Kwa hivyo wewe imani yako bado imekwamia wapi? Uliza jirani yako, mwambie ninaona kama imani yako iko kwa jamu ya wapi? Imani ndio ufanya kazi. Yes. Kwa hivyo kama hakuna kitu kinafanyika, basi kwa shida. Wewe sikia neno la Mungu. Ndio. Gusa mtu mwambie tamani neno la Mungu. Tamani tu neno. Fungua Biblia. Somea mwili wako. Mtu ambao wako ndani. Mwambie for so God loved the world. Hivyo jinsi Mungu alipenda ulimwengu. He gave his only begotten son. Yaani mwana wake pekee. And the world is in you. Na dunia. Unasema kama vile Mungu alikupenda wewe kamene. Kama mimi. Akatoa mwanae wa pekee. Wa pekee. Kwa hivyo Mungu alikupenda kamene. Kamene wewe. Unazungumzia unalisha mwili, imani inaingia. Maana it comes by hearing. Kusikia. Kwa kusikia tena. Na kusikia tena. Kwa kusikia tena. Ukipunguza kusikia, amesimama. Kwa jamu. Hawezi kusonga. Jamu. Amen. Because you use the word of God. Maana tumia na Mungu to address every circumstance. Nena na kila hali. Nasema you use the word of God. Nasema unatumia neno la Mungu to address everything. Kunena na kila hali. Ikiwa una neno la Mungu, you have nothing to use. Kama una neno hauna kitu cha. Jesus told the devil. Yesu aliambia shetani. It is written. Imeandikwa. Do you have what is written in you? Je, unacho kile kimeandikwa kwa kwako? Mungu muulize, ile imeandikwa neno la Mungu iko ndani yako au wewe ni empty? Ile imeandikwa iko ndani yako. What do you have? Je, uko na nini? Do you have any storage? Je, uko na ile kuegeza kokote umeweka? Au ushamaliza kama token ya Kenya Power? Kenya Power. Wako wanasema sasa stima itapotea nini yote. Ukimaliza inaenda off. Inaenda off. Unaanza kuulizana stima kwani simeenda. Lakini wewe ndio umemaliza token. Wako wanashikilia button ya kupotea na imeenda. Token yako ya imani iko. Token ya imani unajaza au ama tuokoe jahazi. Hii hakinanga kuokoa jahazi. Ienda imeenda. Ikienda imeenda. Lazima usikie neno la Mungu. Bwana hii chakula. Sio tu maombi. Tazama. Wengine wetu wanajua tu maombi ya chakula peke yake. Chakula iko pale. You just thank God. Asante Bwana, nimebarikiwa. Ninakula yote nimaliza. Bwana, ninapo naimaliza. Zaidi ya maombi ya chakula. Kuza mtu mwambie kuna zaidi. Iko zaidi ya maombi ya chakula. Ya chakula ita. Unanena na Mungu. Ndio. Unamwambia niko hapa. Niko hapa. Nimesimama. Mimi si ati ni mzuri sana, lakini ni kwa neema. Kwa neema yako Baba. Neema yako umenifanya nione leo. Ndio. Na leo mimi ni zaidi wa mshindi. Haleluya. Unakonga hapo maandiko. Unatoka na ujasiri, kwani unaogopa nini? Ogopa nini? Lakini huwezi ambia shetani asikie. Unaongea hivi. Ongea kwa sauti. Lakini hii acha asikie. Shetani ninajua uko na masikio. Na unasikia. Kama Mungu ako na sikio tu moja. Hahitaji neno kitu. Yes. Lakini wewe na tena unasahau haraka ndio umekuja leo. Ukumbuki ni ile nilikurarua jana. Hata leo nitakumaliza. Nitakufyeka. Ongea kama Daudi alisema you are coming to me with what? Na nikujia kwa panga na kwa kuki. Lakini mimi nakuja kwako kwa jina la Mungu Baba. Jehova ambao unaviaki. Yes. Jeshi lake hapo ndio ninakuja kwako. Na wewe pokea nguvu ya kupigana na ibilisi. Not a defensive warfare. Sio ile vita ya kujikinga. Pokea nguvu ya kushambulia. Nasema pokea. Kushambulia na shetani katika jina la Yesu. Pigia Yesu shangwe. Haleluya. Sema Baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya kushambulia shetani na kazi yake. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. So David said, you are coming to me with a spear and a javelin. I am coming against you with the name of the Lord that you are despised. Daudi alisema nanikujia kwa mapanga na mishale na uta, lakini mimi nakujilia kwa jina la nani? La Yesu. Ambaye unaviatu. Ndio.
He didn't need to throw all the stones. Hakuhitaji kutupa mawe yote. One stone was enough. Jiwe tu lilitosha. Naomba Bwana akupatie tu mbinu moja ya kuweza kukwea 2022 na kuingia mahali pako. Mbinu tu moja tu. Uso jirani mwambie mbinu moja. Mbinu moja tu. One stone was enough. Jiwe tu moja lilitosha kazi hiyo. Na katokea mzima. Hello? The Bible says, Biblia inasema, he ran towards the enemy. Alikimbia akielekea kwa adui. Wengine wenu mko chini ya kitanda kwa muda mrefu. Naomba utoke katika jina la Yesu. Yes. Uelekee direction ya adui. Hey. Na utaona kile Bwana atafanya. Bwana ako tayari. Ndio. Akafanya. Akaachilia akajiwe kamoja. Kakaenda. Hiyo mwili yake haikukosa mawe. Ukiwa mteremko, katateremka. Akiwa na upako. Upako. Akaendi hivi. Mawe iko na noti. Akaenda na mlengo. Naomba 2022 tembea kwa mlengo wako. Nasema tembea kwa mlengo yako. Katika jina la Yesu. Ikaenda. You know David. Najua Daudi Was a very short man. alikuwa jamaa fulani hivi mbilikizi. Sini kweli? Jamaa Goliathi. What was he? Alikuwa futi ngapi? 9. Jitu. Hii mlango haiwezi pita mpaka wapewe mabati. Daudi aone uso wake anahitaji kupanda ghorofa gani? Ghorofa thikake. Alafu tuongezea hapo juu ile ya nini ya family bank. Ndio aone. Ndio amuone. Now imagine. Hapa hivi. Hapa hivi. Akaachilia. So Mungu alienda alikiongeza juu. So mawe ilienda kienda juu. Ile jamaa ako mrefu. Ikawa linaenda likipanda. Haikumkosa. Bwana kupatie mbinu ya 2022. Upande ulenge upate. Hapo katika jina la Yesu. So ikaenda. Utaenda. Alipenda milele. Ilifika mahali yake. 2022. Lazima utafika mahali pako katika jina la Yesu. Kwa mlengo. Kalenga. Mahali ambapo ndipo alikuwa amefaa kabisa ya kinga. Silaha zote. Lakini kwa jina la Baba na kwa imani jiwe likaenda. Penya. Nikatafuta likaenda. Wapi kuzuri. Niweka tayari. Target. Nikaona hapa hakuna kitu. Nikaingilia hapo. Ndio wanaokuendea kinyume. Ulege kabisa. Nasema ulege na ulege. Hautakosea kwa imani. Maana imani ni maana ya mambo. Pokea imani yako. Napokea. Wanafunzi wa Yesu wakasema, Bwana tuongezee imani. Naomba today God to increase your faith. Leo Mungu this is the only prayer walisema Bwana tumeona hata sisi ni kitu tuongezee. Naomba 2022 kabla ya Januari kisha Bwana akuongezee imani. Nasema ongezee. Baba ninaomba waongezee. Waongezee Baba. Waongezee katika jina. Waongezee imani yao. Wasihangaike tena. Katika jina la Yesu. Wakilenga wao wamelenga. Nasema wakilenga wao wamelenga. Kile wametamuka Bwana mwanzo wa mwaka huu kiweze kufikia. It must come to pass. Lazima itimilike. Ufikie malengo yako kwa jina la Yesu. Only one stone. Jiwe tu moja. By faith. Kwa imani. You know everybody. Unajua kila mtu. Including the brothers of David. Hata pamoja na nduguze. They shouted him down. Walimnyamazisha na kumfinyilia. And they told him. Wakamwambia, who have you left with that few sheep? Sasa wewe maachana nani hao kondoo? Ndogo. Umekuja hapa kufanya nini? Kagunyu kama wewe. Kimbelembele yako hii yote. Tunakujua. Umeletwa na nani rudi? Akasema, asiwe. What shall it be done? Nini itafanyika? To a man who kills that. Kwa yule jamaa ataua jitu hili. Ataua that insolent dog. Huyu jamaa ambaye haja. Uliseni kila mahali. Niulizie. Mpaka mfalme akasema, it is I'll give him my daughter. Nampea binti yangu. Akaambiwa, wewe ukiwa jitu ile utaoa binti ya mfalme.
Don't discover the one. Usinyamazie hapo. Usinyamazie kwa yale anasema. Wewe ndio unajijua. Ndio. Hawakujui. Hello. Kuna watu unavunjwa moyo na vitu ndogo ndogo na ulikuwa karibu kufika. Mwambie wewe unajulikana na nani? Mwambie najulikana na Yesu. Kabisa. Mwambie 2022. Yesu ananijua. And that's why. Ndio maana sikukufa kwa corona. Ndio sababu akaniweka ili nitimishe maagizo na malengo na vitu vya Mungu kwa jina la Yesu. Binti ya mfalme akasema nini nyingine? Anyway, akamwambia mfalme, don't cry anymore. Silie baba. Tuliza moyo. Relax. You are servant. Sisi ni watumishi. Tafanya hivyo. Naomba uweze kuifanya. Nasema uko na nguvu ya kufanya kila ambacho pokea katika jina la Yesu. Maana kwa imani sio vitu ambavyo vinaonekana. Ni vitu ambavyo unatarajia. Ni vitu ambavyo unataka. Kile unataka 2022. Possess it by faith. Imiliki. I say possess it. Nasema imiliki. By faith in Jesus. Imani kwa jina la Yesu. Hakuna kizuizi. Hakuna pigamizi. Maana Yesu alimaliza yote. Na akapitia hapa hengani. Biblia inasema he went through, he ascended. Alipanda, alienda. Na asikwenda tu peke yake. The Bible says what? Biblia inasema nini? Do you know? Alienda akavunja kila mamlaka ya giza. Akapita hapa. Every power and principality. Kila nguvu was broken. Ikavunjwa. You know what? Najua nini? Alikuja akapitia kwa mwanadamu. Akaenda msalabani akamaliza yote. Akaenda kuzimu akamaliza. Chukua funguo. Mara ya kumalizia akapita hapa hangani. Hapa. Akamalizana na highway iko sawa. Hakuna kuzuiliwa. Wewe si Danieli. Yesu alimaliza mambo ya anga. You are supposed to go express. Wakijaribu kuzuilia upako wa Yesu aliyopitia hapa, hawawezi kuzuilia. Ndio sababu Lord. Alifunga nani na nani? Paulo na Sila. Kwa chumba cha ndani. Wakaweka askari. Yes. Wakafunga miguu kabisa. Miguu na mikono. Nobody else. Hawezi hata nini. But you know. Najua nini? They were not able to close heaven. Hakuna wakufunga mbingu. Neba hazana. Hawezi funga mbingu. Hawezi. Njia yako ni moja. Njia yako ni Yesu. Na Yesu alipita hapa akatengeneza. What did they do? Walifanya nini? Waliinua mikono yao. Yes. Wakamsifu Bwana. Yes. Wakaimba maana walijua mbingu bado iko wazi. Yes. Maana mbingu haiwezi fungwa. Haiwezi. Wako huwezi kufungwa. Hakuna kitu kinaweza kuzuilia. Wakaimba nyimbo. Wakaimba nyimbo. Sio ile unaimba. Hapo ile unaimba ni ripoti. Una report ile ujumbe ilisemwa. Paulo na Sila waliomba. Sio ni report. Una report kile kiliandikwa. Lakini kuna wimbo waliimba ambao hakuna mapepo na mashetani. Ingezuia. Naomba upate hiyo wimbo. Kwa jina la Yesu. Naomba uwe na wimbo wako. Wimbo ambao ukiimba tu mbingu inafunguka. Gereza zinafunguka. Minyororo inaanguka. Kwa wimbo tu. Pokea ujasiri wa wimbo. Katika jina la Yesu. Hiyo ndio sehemu yako. Maana Bwana ameunda jeshi. Hello. Na kwenda na kila kitu. Alituachia hapa. Maana alijua hapa ndio tunahitaji. Hapa. Pokea upako. Kwa kupenya 2022 kwa jina la Yesu. Kwa imani. Don't despise the humble beginning. Usidharau mwanzo mdogo. Wewe kuwa mtu wa kuconfess by faith. Kile tu kwa imani. Vitu ambavyo ni vinafaa. Unajiongeleshea. Na unajinenea. Vitu mzuri mzito. Mama bwana ambia mtoto masikio kama ya punda. Utaona anaanza kutoa sauti ya punda kwa ngoma utadu. Na wewe ndio ulisema. Hata kama alikuwa last one. Kule mchini. Yeah. Mwambie kigeuzwa hivi my daughter. My son. Wewe ndio utakuwa wa kwanza. Kwa sababu ya hiyo ataanza kupata morale. Na unanulia baisikeli. Wengine unaponga wewe mjinga wa hii hata hii kichwa ni kama tu pande. Si mjinga hapa. Unauliza yeye mjinga nani? Si mjinga hapa. Si yako. So ukimuita wewe ndio
Lakini unamwambia oh my doctor, this is X-ray. Hii kwa sawa. Hakuna mtoto mwingine kama wewe. Yaani huko hapa hivi hapa ni mwanzo mwingine. Kwa hiyo hapo umeanzia utakuja hivi mbele. Yaani ulipata zero zote, eka 1 mwanzo. Wacha nikwambie. Utamlazimisha kufanya homework. Lakini kama ni kuchuna masikio atakuwa na uoga. Na hata that little that the child knows will disappear. Kile kidogo anajua kitapotea. That's why niwaambia mimi sikuweka mkono chini hata kama sijui. Asante. Kwa darasa. Kama inaulizwa nini? Hata ujui. So watauliza wanaoinua utaepuka. Teacher. Ni mimi teacher, ni mimi mwalimu. Wapi? Ujui? Sema. Wanasema zote zinabaki moja. Na hiyo moja nimeshaibaki. Unaambia mwalimu ni kama ile yako. Kama ile yako. Lakini wewe hii sijui. Kwa mgongo. Unaonewa na ibilisi. Mwambie ninajua. Najua. Because the Bible says inasema I can do all things. Naweza fanya mambo yote. Christ who strengthens me. Kristo anitiaye nguvu. Jua kila kitu. Lakini wewe nguvu ya kunyeshewa, si remember the story of Moses. Nguvu ya kunyeshewa. Ukimtoa kitu umemfunga. Wakambo unaweka kwa nyumba umemfungua. Umemfungua baada hapo pale. Nafikiria hapo kwa benjo. Toka umetoka usango. Usipate na hiyo roho ya kuku. Kuku ya kusuba. Ya kusuba. Sema roho ya kusuba. Ile kuku ya kando basi na sehemu yangu. Sio sehemu yako katika. I can do all things. Say I can do all things. Naweza fanya mambo yote kupitia kwa Yesu. Kwa Yesu ambao ananitia nguvu. 2022 nitatembea kwa imani. Natembea kwa imani. Sitaviniliwa kwa jina la Yesu. Imani ni bayana ya mambo ambayo ninatarajia. Ndio. Yale ambao unatumainia, unatangaza uko naye. Yes, na itakuwa yako. Haleluya. Hivyo ndio Biblia inasema itakuwa yako. Itakuwa yako. Itakuwa yako. Itakuwa yangu. Itakuwa yangu. Pigia Yesu shangwe. Haleluya. Unajengeka au unaporomoka? Unajengeka. So any small or big of chochote kile kipana kinono kafeidhi kale ka imani lazima ufanyishe kazi. Fanyishe kazi. Because faith without action, maana imani bila matendo imekufa. And when we go to English, na tukienda kwa ama Kiingereza, what is action? Matendo ni nini? Hakuna walimu hapa. Is it a verb or an adjective or a verb? Is a doing word. Doing what? Thank yes. you, evangelist. Asante mtumishi. Wamesoma. Masomo hii hapa mimi. Hallelujah! A doing one. There must be a verb. Yes. Kitenzi. Verb is an action. Sindio, kitenzi ni kitendo. Everybody stand. Kila mtu simama. Hawajui kitendo kwanza. Everybody sit. Kila mtu aketi. Kitendo. Kinatendesha. Everybody eat mkate. Kula mkate kwa imani. Bwana ndio hiyo ile ya 300. So any faith without action is dead. Bas kila imani bila tendo imekufa. And when you are faith to be life, you must fanya hiyo kazi. Fanyisha imani kazi. Amen. Hello. Amen. Kuwa mtu wa kusema. Ndio. Kuwa mtu wa kusonga. Ukinena unasonga, unapossess. Ndio. Unamiliki. But the faith without action is dead. Kini imani bila matendo imekufa. If it is a human being. Bas kama ni mtu. Tusikia tu. Tunapeleka wapi Bishop Okoya au wapi? Au St. Mulumba. Tunapeleka kwa mochwari. Kuna watu imani yao kwa mochwari. Kwa mochwari. Maana kitu from there kitu kikufa inapelekwa pale na sisi inatangazwa nasikwa. Naomba imani yako isiwe mochari. Itolewe mochari kurudia katika jina la Yesu.
When you don't have anything in believing God, basi kama huna chochote katika kuamini kwa Mungu, already your faith is dead. wewe tayari imani yako ishakufa. Because God does not operate with existing things to make things to happen. Mungu afanyi kazi na vitu ambavyo viko vinaonekana ndio vifanyike. It doesn't need a material. Haitaji rasilimali. It needs to speak by faith. Anahitaji unene kwa imani. Usiangalie nini, bali kuwa na imani. Imani tu. Unasikia? Hello, are you here? Nasikia hii. Sio kila mtu ainue network yake ya imani. Na hata ikiwa ndogo namna gani, fanyisha kazi. It's going to grow and become a giant. Itakuwa na ifanyike jitu kubwa. Because you have believed in God. Maana umeamini kwa Mungu. Without believing in God, bila kuamini kwa Mungu, hata safari hii ya kwenda mbinguni huwezi. Maana kuna muuzaji ambaye anaitwa Ibilisi. The devil is a good sales person. He knows how to sell his wares. Kampeni mzuri, ni muuzaji mzuri. Ndio naona vitu vingine ya duniani inakupendeza. Maana ina muuzaji, anajua kuuza. Yes. Na katika jina la Yesu. Bwana akiwa ndani yako. Na ukiwa na imani. You don't cry. You apply faith. Unafanyikiza tu kazi imani. Amen. Na kwa imani wazee wetu wakaheshimika. Ndio. So tunaomba kwa imani hata wewe uheshimike. Na ushuhudiwe. Maana Abel waliambiwa na Mungu twende tu dhabihu. Ndugu yake Kaini. Ndugu yake Kaini. Kaini akaleta sadaka ya madharau. Ya hafifu. Akasema kama yule mtu alipewa talanta. Walikuwa watu wangapi? Watu watatu. Mmoja akapewa moja. Mwingine akapewa mbili. Watoto wakapewa tano. And the Bible says, walipewa kulingana na uwezo wa kila mmoja. Kwa hivyo hakuna mtu ana uwezo. Hata katika imani yako. Hiyo yako tu inatosha. Uko na uwezo wa kuendesha hiyo yako. Usiangalie ile ya mtu mwingine. Amen. Endesha hiyo yako. So they were taught by the horn of the treasury. Basi wakaambiwa naenda mwenyewe. Nyinyi fanyeni kazi. I'll be coming after one. Mtakingine tano. Aliyepata mbili. Mjinga kazika. Alipewa tu moja, kazi rahisi. Hello. Kwani nani alikuwa na kazi nyingi? Watano au wamoja? Watano. Na mjinga kasika chini. Kazika. Naomba usishike chini imani yako. Aiweka mahali pema mchangani. Nasema usishike imani yako. Fanyisha imani kazi. The life in every attribute of faith is in action. Amen. So, imani yako ndio itakuongoza. Hallelujah. Usimame tumalize kwa jina. Faith is a substance. Imani ni uhakika of things that you hope for. Ya mambo unayotarajia. And the evidence, na pia ni bayana ama ujasiri, ni shahidi ya mambo ambayo unatumainia. 2022 sijui unatumainia nini, lakini ukiwa na imani utatoboa. Inua sauti yako juu, mwambie Bwana, sitahangaika tena, sitajumba tena. I'm not going to worry about the enemies. Sitashaukia makuaidia in everything, kwa kila jambo. I'll apply faith. Nitaweka kazi. Inua sauti yako, mwambie nitaweka imani katika kama unilipa kwa jina la Yesu. Imani yangu taifanyikizia kazi, nitaiweka matendoni, nitaiweka katika hatua ya kupiga mbele katika jina la Yesu. Kama vile wachungaji wanapiga mbiu, wanapiga mkazo, hivyo nitapiga mkazo. Hata kama ni ndogo kiasi gani, nitaiweka kazini, nitaipalilia katika jina la Yesu. Na nitasimama kwa neno lako tu. Baba yoyoyo, nakubaliana imani yako ni uhakikisho wako ndani ya maisha yako. Nitapenya, nitasimama kwa uhakikisho wa neno lako. Nakubaliana na neno
wa leo, kesho na milele. Neno lako litanisimamisha, kwa imani nitavusha milima. Sema nakubali, nakubaliana na neno lako Bwana, mimi nitasimama, nitasimama neno lako Bwana, mimi nakubaliana na neno Bwana, na nitasimama kwa neno Bwana. Umesema ni nchi ambayo isiyo ya kawaida, maana ni imani tu itatupa ushahidi, inatupa kuonekana, inatupa kuendelea.